Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tuangalie kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 28. Nitasoma. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Pointi yangu ya msingi ni nini? Na kama walivyokataa kuwa na Mungu kwenye fahamu zao. Kuwa na Mungu kwenye fahamu zao ni nini? Kuwa na Mungu kwenye fahamu zako ni kuwa na wakati wowote kuwaza kwamba msaada wako unatoka kwa Mungu. Yaani Mungu asiondoke, wazungu wanasema out of the picture, ndani ya akili yako. Wakati wowote unapopata shida, nani unayemwaza wa kwanza? Je, unawaza msaada wako ni Mungu? Ndio maana anasema walipokataa tu kuwa na Mungu katika fahamu zao, Biblia inasema Mungu akawaacha wafate akili zao zisizofaa, alafu waweze kufata njia ambazo hata hazikuwapasa kufata. Kwa hiyo hii inatufundisha nini? Kila wakati lazima kujiangalia. Inawezekana Mungu anaruhusu nyakati ngumu zije ili aweze kuona, je, upo bado kwenye fahamu zake? Au unalaumu watu? Au unadhani watu ndio chanzo cha matatizo yako? Unalaumu serikali, unalaumu uchumi wa nchi, lakini kumbe tatizo wewe, Mungu hayupo kwenye fahamu zako. Kwa kutumia ujumbe huu sasa, nataka nikupe changamoto. Hebu uangalie, uanze kupractice, uanze kujifanyia assessment, ujifanyie tathmini na kuanza kujichunguza mwenyewe. Je, Mungu yupo kwenye fahamu zako? Na kama hayupo, hakikisha sasa kila wakati Mungu yupo kwenye fahamu zako. Mambo yakiwa mazuri awepo kwenye fahamu zako, hata unapopitia magumu awepo kwenye fahamu zako, kama msaada wa kwanza ambao utauhitaji kabla hujaenda kwa mwanadamu mwingine utakaomsaidia. Mungu akubariki.